kutana na birika la utakaso kabla ya kwenda kwenye pazia la kwanza. Na kumbuka tulisema kwamba katika lile eneo la nyua za Bwana watu waliweza kufanya kazi wakitegemea mwanga wa jua. Na kumbuka tulisema ya kwamba unaingia kwenye lile eneo kwa shukurani na unakaa kwenye nyua za Bwana kwa sifa. Hasa ni sawasawa na mtu ambaye yuko kwenye eneo la maombi. Katika eneo la maombi, huyu mtu yeye kazi yake anatamani tu apokee. Uhusiano wake na Yesu ni wa kupokea, kuomba na kupokea, kwamba Yesu anajua anampenda kama anajibu maombi yake. Akiona amenyamaza anafikiri Yesu ampendi. Kwa hiyo ushirika wake na Yesu umejengwa katika kuomba na kupokea. Zaidi ya hapo hana tena maombi mengine. Akiingia kwenye maombi anayo mahitaji yenye mahusiano na mambo ya dunia hii. Naomba mume, naomba mke, naomba kazi, naomba gari, naomba nyumba, naomba, yani ndio anang'ang'ana. Labda ninaumwa, Mungu niponye, nisaidie kazini, yani ndio shida zake. Da, ashukuriwe Mungu. Biblia inasema kila ombaye anafanyaje? Anapokea. Na Biblia inasema msijisumbue katika jambo lolote, bali katika kila jambo ukakusali na kuomba na haja zenu zijulikane na Mungu. Kwa hiyo eneo ni eneo la muhimu sana, na mtu anayeomba na kupokea ni tofauti na yule ambaye haombi kabisa. Kuna namna fulani amekutana na Mungu. Kuna namna fulani ameomba akapokea, akaenda madhabahuni akamshukuru Mungu. Ameona wema wa Bwana, ameona uweza wa Mungu, lakini bado hajamsikia Mungu, bado hana uhusiano wa karibu na Mungu. Ila uhusiano wake umejengwa katika mahitaji aliyonayo. Hajui maombi mengine, na akimaliza kusema mahitaji yake anasema amen, anaenda kulala. Anasema amen, anaendelea na ratiba zingine. Na huyu mtu atatamani hata maombi ya muda mfupi, maana mahitaji yako ni kidogo. Naweza ukamweleza Mungu kwa muda mfupi, ukawa umemaliza ukaondoka. Kimaliza hayo maombi anaondoka. Na huyu mtu majibu ya maombi yake, msaada kutoka kwa Yesu ni muhimu kuliko Yesu mwenyewe. Yaani kile anachohitaji ni muhimu sana kuliko Yesu. Yaani yuko tayari kama Yesu atampa, haijalishi Yesu anawaza nini, ili mradi ndicho anachotaka moyoni. Na kama akimtumikia Mungu, hatari yake ni moja: huduma inakuwa muhimu kuliko Yesu. Huduma inakuwa muhimu kuliko Yesu. Sasa washarika wengi, watu wengi wameishia hapo kwenye maombi, kuomba ili kupokea mahitaji yao kutoka kwa Bwana Yesu. Wameishia hapo. Kwa kuwa tulijifunza, natamani nisikae hapo sana, na amani mtu wa Mungu, ila nimerudia tu kidogo kwa wale ambao yamkini ndio mara ya kwanza kututazama. Baada ya kupeleka mahitaji yako mbele za Mungu, baada ya kumshukuru Mungu na kumsifu na kueleza vile unavyotaka kwa Mungu, usiseme amen na kuondoka, au usikatishe maombi. Endelea kukaa uweponi kwa Bwana. Ushirika na Bwana Yesu, mchakato wa fellowship na Bwana Yesu unaanza pale ambapo kelele za mahitaji yako zimenyamaza. Pale ambapo kelele za mahitaji yako zimenyamaza, ndipo ushirika, fellowship na Mungu inaanza. Hapa unaanza kualikwa au kupewa shauku ya kwenda kwenye ngazi nyingine ya maombi, ngazi ya kumtafuta Bwana. Mathayo 55 mstari wa 6. Isaya 55 mstari wa 6. Isaya 55 mstari wa 6. Yeremia 29:12 hadi 13. Yeremia 29:12 hadi 13.
Isaya 55:6 anasema mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, mwiteni maadamu yu karibu. Sasa kitakachofuata kama utaondoka kwenye maombi ni maombi ya kumtafuta Bwana, sio ya kutafuta majibu kutoka kwa Bwana, ni kumtafuta Yesu mwenyewe. Anasema mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, mwiteni maadamu yu karibu. Hata anaposema mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, kuna namna atapatikana mpaka umemtafuta. Japo anaweza kujidhihirisha kwako, anaweza kuonekana kwako kwa namna mbalimbali, kuna namna hawezi kuonekana mpaka umemtafuta. Na tena Yesu anatoa mwaliko wa ajabu. Anasema njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Sasa watu wanapeleka mizigo kwenye ile sehemu ya maombi, anapeleka mizigo wenyewe hawaendi. Wakati Yesu hajasema peleka mizigo, Yesu amesema njoo nitakupumzisha. Lakini watu wanafikiri ule mstari unatutaka tupeleke mizigo kwa Yesu. Anasema nenda, ukishaenda ndipo atakupumzisha, sio upeleke mizigo alafu uondoke. Anasema nanyi mtaniita, mtakwenda na kuniomba, nami nitawasikiliza. Nanyi mtanitafuta na kuniona, mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote. Yeremia 29:12 hadi 13. Anasema mtakaponitafuta kwa mioyo yenu yote. Kuna tofauti, nimekuambia, kati ya kumwomba Mungu na kumtafuta Bwana. Kuna tofauti ya mtu ambaye amemwomba Bwana akamjibu na yule ambaye amemtafuta Bwana akamwona. Usisahau hichi nilichosema, kwamba mtu anayeomba anatarajia kupokea. Mtu anayetafuta anatarajia kuona. Mtu anayegonga anatarajia kukaribishwa mahali. Sasa hapa Biblia inasema tumtafute Bwana. Tumtafute Bwana. Tafuteni maadamu anapatikana, mwiteni maadamu yu karibu. Nanyi mtaniita, mtakwenda na kuniomba, mtanisikiliza. Nanyi mtanitafuta na kuniona, mtakaponitafuta kwa mioyo yenu yote. Kwa hiyo sehemu ya Mathayo 7:7 hadi 8, hatua ya kwanza ni ya maombi ili kupokea. Hatua ya pili ni ya kumtafuta Bwana. Katika Waebrania 11:6 anasema lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko, na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Huwapa thawabu wale wamtafutao. Malipo yako kwa mtu anayemtafuta. Anasema anatoa thawabu, anatoa ujira kwa wale wanaomtafuta. Lazima uamini kwamba yupo ili uweze kumtafuta. Lazima uamini kwamba inalipa kumtafuta Bwana. Ukiwa kwenye shida yoyote, mtafute Bwana. Tafuta kwanza upendo wa Mungu kwenye hilo tatizo. Mtafute Yesu, utapata faida. Sasa kabla ya kwenda kwenye hatua ya pili, anaposema nanyi ombeni mtapewa, tafuteni mtaona. Kabla ya kufika kwenye hatua ya kutafuta na kuona, hapa katikati kuna kitu ambacho tulijifunza kwenye yale maombi, habari ya kusubiri. Kusubiri. Lazima umgoje Bwana aanzishe safari ya kumtafuta. Isaya 40:31, Zaburi ya 80:18. Isaya 40:31. Biblia katika kitabu cha Isaya 40 mstari wa 31 anasema, bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Anasema wamtafutao Bwana
watapata nguvu mpya. Watapanda juu kwa mbawa kama tai. Kumbuka mara ya mwisho nilikwambia kwamba anaposema watapanda juu kwa mbawa kama tai, tai ana tabia ya kudiseni, yani unaanza kuelewa uwepo wa Mungu. Tai ana uwezo wa kufanya tathmini ya upepo na mwelekeo wa upepo. Alafu akishaona nguvu ya upepo na mwelekeo wake, anajua namna ya kujiweka upepo mkimbize. Kwa ule upepo ndio unampeleka, haendi tena kwa nguvu zake, anategemea ule upepo. Kwa hiyo mtu anayemtafuta Bwana kwanza anaanza kuonyeshwa mawimbi ya Roho Mtakatifu, alafu yale mawimbi ndio yanamchukua sasa kumpeleka katika safari ya maombi. Haleluya! Anasema watapiga mbio, baada yake wataanza kurejeshewa vile vilivyopotea. Alafu anasema watakwenda kwa miguu, maana yake tayari sasa wataanza safari na Bwana Yesu. Sasa Biblia katika Zaburi ya 80 mstari wa 18 anasema, basi hautatuacha kwa kurudi nyuma, utuishe nasi tutaliitia jina lako. Quicken us and we will call upon thy name, kwamba utuishe nasi tutaliitia jina lako. Hauwezi ukamtafuta Bwana kama Bwana hajakutafuta kwanza. Kwa lazima usubiri Roho Mtakatifu akutie nguvu. Wakati unaanza kuomba kwa ajili ya mahitaji yako, nimekuambia ulikuwa unaomba huku unapambana, mara unaletewa mawazo mabaya, mara unasikia uchovu, mara yani ni mahali pa vurugu, ni mahali pa kupambana na nguvu za giza. Hata ukipambana, ukichoka, usiondoke, tulia. Ukitulia, ndipo Roho Mtakatifu anazalisha maombi ndani yako, unaanza kutiwa nguvu. Na unapotiwa nguvu, hautiwi nguvu kupeleka agenda zako unazotaka kwa Yesu, unatiwa nguvu kumhitaji Yesu mwenyewe. Ghafla ndani yako kunaanza kuwa na kiu ya kukutana na Yesu, na ghafla ndani yako unaanza kutaka utulivu. Niliwaambia siku ile mara ya mwisho, kama unakumbuka, kwamba wakati unaomba ili kupokea, hata kama watu wengine wako pembeni wanapiga story haikusumbui, wewe utaendelea tu kuomba. Lakini kama ukianza kumtafuta Mungu, uwepo wa Mungu unapoanza kuongezeka kwako, ghafla kuna namna ndani yako hautaki tena usumbufu, na ni utulivu wa rohoni. Kwa nini? Kwa sababu wakiwepo watu pembeni wanaoomba, hautasikia kama wanakudistabu. Lakini kama unaomba hapa alafu mtu hapa anaangalia gazeti, kuna namna unaona anakupigia makelele. Kwa hiyo kama unaona anakudistabu wakati mwanzoni, kama akiwa anaomba uone anakudistabu, basi hiyo disturbance sio ya mwilini. Kwa sababu kama ni ya mwilini, wangekudistabu hata wangekuwa wakiomba. Pendelewa mtu wa Mungu, kuna namna fulani unataka utulivu. Sasa ukiona hivyo, ujue tayari Roho Mtakatifu anaanza kukuchukua. Anasema uniuishe, utuuishe nasi tutaliitia jina lako. Maana yake huwezi kuliitia jina la Bwana mpaka umeuishwa na Mungu aliye hai. Sasa ndipo unaenda kwenye hatua ya pili, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona. Andika, ulimwengu wa kumtafuta Bwana. Na tunaposema kutafuta, ni kumtafuta Bwana. Na hata anaposema wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya, katika somo letu hatuzungumzia habari ya watu wanaomngojea Bwana ili kupata majibu ya maombi yao. Sikiliza penda, naomba unisikie hapa. Watu wanamngojea Bwana ili wapate majibu ya maombi yao. Huu mstari ukisema hivyo ni tafsiri sahihi kiBiblia, kwamba unaweza kutumia huu mstari wa mngojeao Bwana watapata nguvu mpya kama mstari wa kukutia moyo kungoja jibu la Bwana badala ya kupokea majibu ya shetani au majibu ya watu. Unafaa kabisa. There are layers of revelation in the word of God. Hapa ninazungumzia wale wanaomngoja Bwana wakutane naye, ndio wanaotiwa nguvu, sio wanaongoja kupokea kitu kutoka kwa Yesu. Ni wale wanaomhitaji Yesu mwenyewe. Anasema watapewa nguvu mpya. Bwana Yesu asifiwe.
Hata kumbuka ule ulimwengu wa maombi na kupokea, nilikwambia ni kama outer court, lile eneo la nje. Lakini ulimwengu wa kumtafuta Bwana haufanyiki tena nje kwenye mwili, unafanyika kwenye nafsi. Lazima uingie patakatifu, lazima upite katika pazia la kwanza. Unapopita katika pazia la kwanza, kumbuka na ufunuo wa uhalisia wa kufuka kwake Yesu. Unapopita katika lile pazia, ghafla maombi yako yanabadilika na eneo la maombi linabadilika. Wazi tena kuomba kwa akili, wazi kuomba kwa kusukumwa na ufahamu wa akili zako. Unaanza kuomba kwa kusukumwa na moyo. Hii ni sehemu ya nafsi, sehemu ya patakatifu katika ile hema ya kukutania. Na ghafla unaanza kutakiwa kusalimisha mwili, fikra, kusalimisha nia, fikra na hisia. You surrender your soul will, your intellect and emotion. Kumbuka nilikwambia kuna mkate wa mwonyesho, unasalimisha nia yako. Alafu kuna kinara cha taa, unasalimisha fikra. Yesu anakuwa nuru yako, nia yako inakuwa ya Kristo. Hauendi tena na nia ya kwanza ya wewe ulivyokuwa unataka, ila unaenda ukitamani nia ya Kristo, kwamba unatamani Roho Mtakatifu aombe ndani yako. Unatamani uombe kama Mungu anavyotaka, sio kama wewe unavyotaka. Yawezekana kabisa ukaomba sawasawa na Biblia kwamba ni mapenzi ya Mungu kuomba unachoomba, lakini saa hiyo Roho Mtakatifu hakutaka uombe hayo. Kuna vitu vingine alitaka kuomba. Kwa hiyo unakuwa hujaomba sawasawa na mapenzi ya Mungu, japo ni sawasawa na neno la Mungu. Yesu ndiye anakuwa nuru yako. Uongozwi tena na mwanga wa jua au akili. Naposema mwanga wa jua, anazungumzia nature, maana yake anazungumzia akili. Unaanza kuongozwa na nuru ya rohoni, nuru ya Kristo. Lakini lazima na hisia zako za moyoni zisalimishwe. Hapa sasa ndio unaanza kumexperience Mungu, the fullness of his presence. Nikwambia ufalme wa Mungu unafanya kazi kutoka ndani kwenda nje, sio nje kwenda ndani. Na hapa katika hii hatua ya pili, shetani sio agenda. Yaani shetani umzungumzi tena, ila wewe unayemzungumza ni Yesu, kwamba Bwana nataka nikuone, Bwana nataka nikuone, nisaidie Roho Mtakatifu, nataka kukuona Bwana. Sio tena shetani. Shetani umemwacha huko kwenye uwanda wa nje, na hapa ndipo pana ukombozi ulio mkamilifu. Unachotafuta ni nini? Zaburi ya 91 mstari wa kwanza, aketie mahali pasiri pake aliye juu, atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Kwamba unatafuta uvuli wake Mwenyezi. Hasa katika hiyo njia shetani hawezi kupita na wewe. Ayubu 28:7-8. Ayubu 28:7-8. Andika Zaburi 42 mstari wa kwanza na watatu. Ayubu 28:7-8 anasema, njia ile hapana ndege mkali aijuae, wala jicho la tai halijaiona. Wanyama wakali wajivunao hawajaikanyaga, wala simba mkali hajaipita. Kuna namna fulani Mungu anaanza kukufunika katika njia hii. Simba mkali, anasema shetani ni kama simba ungurumaye. Anasema wanyama wakali hawapiti kwenye hiyo njia. Lakini kwenye ngazi ya maombi, utaomba utapewa, lakini wanyama wanakusumbua. Simba wanakusumbua. Unaelewa mpendo? Kabisa unaomba, Mungu anakujibu, Yesu anafanya unachotaka, lakini bado kuna vurugu ndani yako, hakuna utulivu, bado kuna vurugu kutokana na maisha haya. Ni mpaka umeamua kumtafuta Bwana. Maana anasema njooni kwangu ninyi msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nanyi nitawapumzisha. Ukipeleka mizigo sawa, atatua mizigo, lakini utapumzika, kwa sababu pumziko linatokana na wewe kuwa na Yesu.
wala halitokani na wewe kutulia huo mzigo, kwa sababu hata ukituliwa huo mzigo bado fikra zako, mawazo yako, yani kuna vitu vingi haviwezi kukupa utulivu, kwa sababu wewe unafikiri ni hicho unachoona kinakusumbua ndicho kinakonyima utulivu, lakini hata kikiondolewa bado utajikuta hauna utulivu, kwa sababu utulivu unapatikana uweponi kwa Bwana. Ila akili inakwambia kwamba hili tatizo likiondoka nitakuwa na amani, lakini hata hilo tatizo likiondoka ujisikii utoshelevu, maana uwezi ukapata utoshelevu kwa mahitaji ya hapa duniani. Usidanganyike mpendwa, unaweza ukapewa vyote ambavyo dunia watu wanataka, lakini nakwambia ukweli, havitakupa utoshelevu. Na ndio maana hakuna tajiri aliyeridhika. Akipata hela nyingi anatafuta nyingine zaidi, hawezi kuridhika tena. Kadiri anavyokuwa na hela nyingi ndivyo anapata shida zaidi kwenye matumizi. Anaweza akahangaika, anasema hana hela, lakini benki ana mabilioni. Kwa nini? Ana mipango, anatamani iende kule iende. Kwa hiyo akipiga mahesabu mahitaji yake na mipango aliyonayo, anajiona hana hela, lakini anazo nyingi. Mungu asaidie sana. Zaburi 42:1-3 anasema, kama ayala aoneavyo shauku mito ya maji, vivyo hivyo nafsi yangu inakuonea shauku ya Mungu. Nafsi yangu inamwonea kiu Mungu, Mungu aliye hai. Lini nitakapokuja nionekane mbele za Mungu? Machozi yangu yamekuwa chakula changu mchana na usiku, pindi wanaponiambia mchana kutwa, yu wapi Mungu wako? Anasema kama ayala anavyoonea shauku vito vya maji. Ayala ni ndege anayependa kukaa kwenye maji, salama yake akiona maji. Anaweza akaingia kwenye maji, hakuna mnyama anayeweza kumzuru. Anasema ndivyo nafsi yake inamwonea shauku Mungu, nafsi yake inamwonea kiu Mungu aliye hai. Anasema lini atasimama mbele zake? Anachotafuta ni kusimama mbele zake. Hauwezi ukasimama mbele za Mungu kama hujakutana naye. Yesu kasimama mbele yake kama hujakutana naye. Kwa anasema nafsi yake inamwonea kiu Mungu. Hata si wengi wanafika hatua ya kumwonea kiu Bwana Yesu. Machozi yamekuwa chakula chake mchana na usiku, pindi wanapomwambia mchana kutwa, yu wapi Mungu wako? Anatamani watu wamuone Mungu aliye naye. Katika maombi haya kiu ni Mungu, kiu ni Yesu. Na ni maombi ya ajabu sana, ni maombi ya ajabu sana. Kuna mahali unafika, wale ambao wamejaribu wananielewa. Kama hujajaribu basi kajaribu, utaelewa ninachosema. Kuna mahali unafika, unatamani kuendelea, unatamani kuondoka. Yaani kuna namna fulani panatisha ndani yako, unakuwa na kiu na Yesu. Lakini pia ule utisho wakati mwingine unaweza kusema labda niache. Lakini unasema siwezi kumwacha, yani haleluya. Na hapo unaweza ukaomba muda mrefu sana. Inategemea hali ya moyo wako ulivyo mwepesikusalimisha fikra zako, nia yako, na ili kuenda sehemu nyingine. Na kadiri ambavyo unafanya mara kwa mara ndivyo muda unakuwa mfupi. Mwingine unaweza kutumia hata masaa 3 kufika hii sehemu ya pili, kwa sababu masaa 2 unahangaika tu na mahitaji yako, wala moyo wako ukubali kutoka kwenye mahitaji yako. Kwa hiyo inategemea na ni maombi mazuri sana. Ni maombi mazuri. Kwa naomba jana ni maombi mazuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Hesabu sasa nitakufundishaje kitu ambacho sikifanyi kazi. Haleluya. Wewe ulipata muda usiku wa kumwomba Mungu, maombi ya kumtafuta. Na hapa hauriziki mpaka umekutana naye. Isaya 26:8-9. Isaya 26:8-9. Naam, katika njia ya hukumu zako sisi tumekungoja. E Bwana, shauku ya nafsi zetu inaelekea jina lako na ukumbusho wako. Nafsi yangu nimekutamani wakati wa usiku, naam, kwa nafsi yangu ndani yangu nitakutafuta mapema.
maana hukumu zako zikiwako duniani, watu wakao duniani hujifunza haki. Anasema katika njia ya hukumu zako sisi tumekungoja, shauku ya nafsi zetu inaelekea jina lako na ukumbusho wako, kwamba shauku ya nafsi yako ni jina la Yesu, ni Yesu mwenyewe, wala sio kitu kingine. Ndiyo haja yako mbele za Bwana. Haleluya! Sasa hapa ndipo unapoelewa ule mstari unasema, onjeni muone ya kuwa Bwana ni mwema. Kinachofanyika, kuna uzuri wa Yesu unakuwa unapitishwa ndani yako, alafu unatamani kuendelea, then ukifika mahali unatamani tena. Ni kama kuku anayeruhusiwa chakula, kwamba anaruhusiwa punje ya kwanza anasogea, alafu akishakula anarushiwa punje ya pili anasogea, akishakula anarushiwa punje ya tatu. Ndivyo inavyokuwa, kwamba Bwana anakurushia punje ya uzuri wake, alafu unasogea, anakurushia tena nyingine, unasogea, unaendelea kuzama katika uwepo wa Mungu, na utajua tena umetumia masaa mangapi. Lakini katika remu ya kuomba ili kupokea, uko conscious na muda. Yaani unaomba na saa ikiwa pembeni. Hapa saa haina maana tena, potelea mbali, ukeshe usikeshe, unachotamani ukutane na Yesu. Kwa hiyo ni maombi ambayo utapenda kuomba ukiwa hata na saa kama unayo umetupa mbali, na tena inakuwa nzuri sana ukifanya usiku, maana yake kitakacho kushtua labda kukuche. Haleluya! Sasa baada ya hapo ndipo utaingia, Yesu atakuja kukuchukua. Yaani iko hivi, unapofanya maombi ya kumtafuta Bwana, kuna saa itafika Yesu atakuja, atakuchukua, akupeleke patakatifu pa patakatifu. Akiisha kuja, ndipo ndani yako unakuwa na haja ya kukaa na Bwana, maana ukikutana naye haja yako inabadilika. Yaani anasema, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Maana kila ombaye hupokea, atafutaye huona, abishaye hufunguliwa. Sasa ukifika level ya kukutana na Yesu, ukikutana na Yesu, haja yako inabadilika. Unaingia kwenye ulimwengu mwingine wa maombi, unaingia kwenye uhitaji mwingine katika maombi. Labda nizungumze hivyo kwamba uhitaji wa kwanza ni kuomba kupokea, uhitaji wa pili ni kukutana na Yesu, uhitaji wa tatu ukiisha kutana naye, Yesu alivyo mzuri, Yesu alivyo mfalme wa wafalme, kwa namna alivyo, hautatamani aondoke. Kwa hiyo utatamani ukae naye. Ndipo anasema bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa hiyo ndani yako unaanza kung'ang'ana kwamba Yesu usiniache, Yesu nakuhitaji. Maana yake unagonga mlango wa mbinguni, kwamba unataka ukae na Bwana. Ndio maana anasema kila abishaye atafunguliwa. Ukikutana na Yesu utataka aondoke. Ghafla kuwa na Yesu kunakuwa muhimu kuliko kumtumikia Yesu. Urafiki wako na Yesu, hautaenda kwa Yesu kujibu maombi yako. Kwanza alisema nyinyi mtakuwa rafiki zangu mkitenda ni waamuruyo. Kwa hiyo urafiki wako na Yesu hautegemei Yesu kujibu maombi yako, ila unategemea wewe kushika amri za Bwana. Amri za Bwana zinakuwa muhimu kuliko utumishi, zinakuwa muhimu. Yaani tabia za Mungu zinakuwa muhimu kwako kuliko kitu chochote. Kama ni kusamehe, kusamehe kunakuwa muhimu kuliko kumtumikia Yesu. Haleluya! Kipaumbele kinabadilika. Na hapa ndipo neno la Bwana linavyosema katika Wafilipi
Wafilipi sura ya 3 mstari wa 8, ile onjeni muone ya kuwa Bwana ni mwema, heri anayemtumainia, ni Zaburi ya 34 mstari wa 40. Wafilipi 3 mstari wa 8 anasema, na zaidi ya hayo nayahesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Kristo Yesu Bwana wangu, ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote, nikiyahesabu kuwa kama mavi, ili nimpate Kristo. Anasema amehesabu mambo yote kuwa hasara. Kutokana na uzuri wa kumjua Yesu. Maana yake mambo mengine yanakosa thamani, ila Yesu anakuwa na thamani kuliko mambo yote. Sasa mtu ambaye hajafika hapo, yeye mambo mengine yana thamani kuliko Yesu. Sasa hapa Paulo anasema alikutana na Yesu, alikutana na mafunuo, akafika mahali akasema aliyahesabu mambo mengine kuwa hasara kutokana na uzuri wa kumjua Yesu. Sasa anaposema ameyahesabu kuwa hasara, haina maana hayo mambo ni hasara. Haina maana hayo mambo sio muhimu katika maisha haya, ila umuhimu wake sio kama kumjua Yesu. Mambo gani alihesabu kuwa hasara? Yeye alikuwa Mwebrania, alikuwa Farisayo ambaye hana hila katika kushika Torati. Kwa hiyo alikuwa na mambo ambayo watu angelipenda kujivunia, kwamba ungelipenda uwe Myahudi, ungelipenda uwe Farisayo, kwa kipindi hicho ungelipenda. Yaani wakisema ndugu zake Yesu, useme Yesu alitoka kwenye ukoo wetu. Yaani ungependa kuwa mmoja wa kabila la Yuda, ili useme kihistoria Yesu ni ndugu yangu. Lakini hayo kwake hayakuwa na maana kama uzuri wa kumjua Yesu. Kwa hiyo kumbe, ukikutana na Yesu kuna namna huwezi kurudi nyuma. Unaona wanaokoka wanarudi nyuma, waliishia remu ya kwanza ya maombi, hawajakutana na Yesu kwa namna hii. Kwa sababu mtu anayekutana na Yesu, na hata atakayegonga akafika patakatifu pa patakatifu, uwe na uhakika hakuna namna atamwacha Yesu. Yuko tayari kufa, na akitoka hapo anatoka na nguvu za Mungu na utambulisho wa Mungu. Kumbuka nilikuambia Hesabu 7:89, Hesabu 7:89 anasema, kisha Musa alipoingia ndani ya hema ya kukutania ili kunena na Mungu, ndipo aliposikia sauti ikinena naye kutoka hapo juu ya kiti cha rehema kilichokuwa juu ya sanduku la ushahidi, lilichotoka kati ya yale makerubi mawili, naye akanena naye. Kwa katika kile kifuniko cha sanduku la agano ndicho kilichoitwa kiti cha rehema. Kulikuwa na wale makerubi waliofunika mabawa, alafu ndani pale kwenye kiti cha rehema ndipo makuhani walipopeleka damu, na sauti ilitoka katika damu. Kwa hiyo sauti inasikika ukifika patakatifu pa patakatifu. Sisemi kwamba Mungu azungumzi na wewe, anaweza akazungumza na wewe kwa namna mbalimbali, akasema hata ukasikia na sauti yake akakuelekeza kwenye mambo mbalimbali ya kila siku. Lakini kuna namna ambavyo roho yako inaweza ikazungumza na Mungu ukiwa kama Mungu alivyokuumba. Kwa maana gani? Kwamba huku nje mwili umeishaachwa, umenyamazishwa kimya, alafu nafsi yako imeondolewa kelele zote. Nia ni ya Bwana, fikra ni za Bwana, mahisia ni za Bwana. Kwa hiyo unarudi kwa Mungu ukibakia roho yako na nafsi yako. Sasa hapo ndipo unaweza kukaa na Bwana mahali pasiri. Ndipo utasikia sauti ya Bwana yenye matokeo yasiyoweza kupingika. Maana Biblia imetuonyesha kwamba Musa alisikia sauti alipofika patakatifu pa patakatifu, ndipo Bwana alisema naye. Kutoka 33 mstari wa 13, tazama tabia za mtu aliyekutana na Mungu patakatifu pa patakatifu. Akasema, basi sasa nakuomba, ikiwa nimepata neema mbele zako, unionyeshe njia zako nipate kujua, ili nipate neema mbele zako, ukakumbuke ya kuwa taifa hilo ndilo watu wako.
anamwambia Mungu amuonyeshe njia zake, na mahali pengine anamwambia amuonyeshe utukufu wake. Alipokutana na utukufu wa Mungu, Bwana akamwambia Musa, nimetuma malaika atakaowapeleka katika nchi ya ahadi, msimkorofishe, atawacharaza. Akasema, usipoenda nasi, uso wako usitutoe hapa tulipo. Kama uso wako hauendi pamoja nasi, usitutoe hapa tulipo. Tayari Mungu alishajibu maombi, kwa sababu kama ni Kanaani, malaika angewafikisha. Hakuna namna wangeacha kufika Kanaani kwa usaidizi wa malaika wa Bwana. Kwa hiyo tayari ahadi ya Mungu ilishajibiwa, na namna atakavyojibu alishaweka utaratibu kwamba malaika atawafikisha nchi ya ahadi. Lakini Musa hakuridhika na kujibiwa maombi na Mungu, akasema, uso wako usipoenda nasi, usitupeleke. Maana yake hatutoshelezwi na majibu ya yale tuliyoyaomba, tunatoshelezwa na wewe Mungu mwenyewe. Hasa kuna watu wanatosheleza na majibu ambayo wanaomba. Alikuwa mgonjwa, ameomba amepona. Alikuwa na hela, akaomba akapata. Alikuwa hana hiki, akapata. Kwa hiyo anamtukuza Yesu ni mwema. Ni kweli Yesu ni mwema, lakini usirizike hapo mpenda. Acha utosheleze na Bwana mwenyewe. Haijalishi atakavyokupa, haijalishi atakavyokutendea, bado hamu yako ni Yesu mwenyewe. Hamu yako ni Yesu mwenyewe. Haleluya! Hapo sasa roho yako ndipo inakuwa na ushirika na Mungu aliye hai. Kunakuwa na utulivu mkamilifu. Zaburi ya 46 mstari wa 10. Acheni mjue ya kuwa mimi ni Mungu, nitatukuzwa katika mataifa, nitatukuzwa katika nchi. Anasema acheni mjue ya kuwa mimi ni Mungu, nitatukuzwa katika mataifa, nitatukuzwa katika nchi. Zaburi ya 46 mstari wa 10. Sefania 1:7 anasema, nyamaza kimya mbele za Bwana, maana siku ya Bwana i karibu. Kwa kuwa Bwana ameweka tayari dhabihu, amewatakasa wageni wake. Sefania 1 mstari wa 7. Asa mpaka umeacha, mpaka umetulia, ndipo utajua ya kuwa yeye ni Bwana, atatukuzwa katika mataifa. Mmoja akasema, mpaka umetulia ndipo utakuwa na imani. There is no faith without rest. Until you rest, then you have faith. Mpaka umetulia kwa sababu ya uwepo wa Bwana. Sio kwamba unaweza kufanya chochote, sio kwamba changamoto haipo, lakini mpaka umetulia kwa sababu ya uwepo wa Bwana, ndipo utakapojua. Anasema acheni muone. Asa maombi ya kweli yako sehemu hii ya 3. Utukufu wa Mungu unachukua hatamu. Utu wako wa nje unakuwa kimya, utu wako wa ndani ndio unapiga kelele. Na hapa Roho Mtakatifu ndio anaomba ndani yako. Unakuwa chombo cha maombi cha Roho Mtakatifu. Unakuwa mshirika na Bwana katika maombi. Bwana anahitaji chombo cha duniani kufanya kazi zake duniani. Unakuwa chombo cha Mungu kwa ajili ya hatima za watu wengi. Warumi 8:26 hadi 27. Warumi 8:26 hadi 27. Ukiweza kufungua Biblia yako itakuwa vizuri, maana natamani tuone kitu hapa. Mambo gani yanatokea ukiwa katika level ya 3 ya maombi? Maombi ya kubisha. Warumi sura ya 8 mstari wa 26 hadi 27. Kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Na yeye aichunguzaye mioyo aijua nia ya Roho Mtakatifu ilivyo,
kwa kuwa waombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Anasema kadhalika Roho naye utusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba itupasavyo. Kwa hiyo kumbe hatujui kuomba itupasavyo, maana hatujui mapenzi ya Mungu saa tunayotaka kuomba. Japo tunaweza kujua mambo ambayo ni mapenzi ya Mungu kuyaombea. Sikiliza mpendwa, ni rahisi kujua mambo ambayo ni mapenzi ya Mungu kuomba kwa sababu tunayaona katika maandiko, lakini huwezi kujua kwamba saa hiyo Roho Mtakatifu anataka uombe nini. Kwa kama hatujui kuomba ipasavyo, maana yake wenyewe hatuwezi kuomba ipasavyo. Lakini mtu aliyoko kwenye remu ya kwanza ya kuomba ili kupokea, anajua kuomba ipasavyo kwa akili yake, maana anajua maumivu anayoyapata, anajua shida aliyo nayo, asikii kingine isipokuwa Yesu kumpa anachohitaji, full stop. Kwa hiyo hata akijifunza, labda akaambia ukitaka Mungu ajibu mshukuru Mungu, kwa hiyo atamshukuru Mungu ili ajibu maombi yake tu anacholenga yuko tayari kufuata maelekezo ya kwenye Biblia, lakini ili apate anachohitaji, sio ili ampate Yesu. Lakini ukifika hii sehemu ya patakatifu, ukienda patakatifu, unajikuta kwamba hujui kuomba, unatamani Roho wa Mungu aombe ndani yako. Maana anasema anawaombea watakatifu apendavyo. Nilikwambia waombaji wako wawili. Kuna Yesu ambaye yuko mkono wa kuume wa Baba anatuombea, yuko Roho Mtakatifu. Sasa iko namna hii, sikiliza. Yesu anaomba kwa ajili yetu. The Lord intercede for us. Anatupa access, anatupa njia kufika patakatifu. Maombi ya Yesu yanatuwezesha kufika patakatifu. Bila yeye hatuwezi kwenda. Roho Mtakatifu anaomba ndani yetu. The Holy Spirit intercede through us. Kwa hiyo ukifika patakatifu, unapofanya maombi ya kubisha, ukae na Bwana, ufike mahali pasiri. Unapofika mahali pasiri, roho yako ndipo inapewa kuomba. Sawa, nilikwambia ukinena kwa lugha roho yako inaomba, lakini hapa sio tena kunena kwa lugha. Hapa ni Roho Mtakatifu anayeomba ndani yako, na Roho Mtakatifu anayeomba ndani yako, huku ndani utaitikia kwa machozi, utaitikia wewe, huwezi tena kutamka. Hapo maneno hayana utoshelevu. Maneno hayana utoshelevu. Tunaweza akawa analia tu, umefunikwa na uwepo wa Bwana. Sio maneno tena, ni Roho Mtakatifu anaomba. Sasa Biblia anasema anawaombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Maana yake hapo unakuwa chombo cha Roho Mtakatifu kuomba kwa ajili ya watu, kwa ajili ya utumishi, kwa ajili ya vitu mbalimbali. Na akikutumia kama chombo, unakuwa mshirika na Mungu katika maombi. Ukitoka hapo unatoka na Mungu. Yaani watu wakikuona wanamuona Mungu. Kama Mungu alivyo ndivyo unavyokuwa. Mungu akisema kitu kinaumbika, na wewe ukisema kinaumbika. Bana umekuwa chombo, mpaka umekuwa chombo cha maombi kwa staili hiyo, ndipo utakuwa chombo kilichobeba nguvu za Mungu. Ni mpaka Roho wa Mungu amekutumia kwenye maombi, kuwa chombo cha maombi, ndipo atakutumia kwa nguvu, kuwa chombo kilichobeba upako, kubadilisha maisha ya watu duniani. Hii ni siri ya ajabu. Ni siri. Unaweza kujifunza mambo mengi, lakini ni siri ya ajabu. Ukitaka kwenda viwango vingine, ukitaka paka umefika patakatifu, paka umefika hatua ya 3 ya maombi ya kubisha, imekuwa kawaida yako kupita katika haya maeneo matatu ya maombi, na ndipo utamjua Mungu. Hakuna namna ya kumjua Mungu vinginevyo zaidi ya kukutana naye katika Roho. Hakuna namna nyingine. Kwa kiwango chako cha kumjua Mungu
kinategemea kiwango chako cha kufanya maombi ya kubisha au kufikia hatua ya kufanya maombi ya kubisha. Na hakuna shortcut, lazima uanzie kwenye mahitaji, uwe mvumilivu, utulie mpaka Roho wa Mungu akukaribishe, uende patakatifu, mtafute Bwana, alafu kutane naye. Kila unapotaka kuingia kwenye maombi unaanzia kule nje. Maana hata Musa alipotaka kuingia patakatifu, Mungu akaseme naye, alilazimika kupita kwenye lango, alilazimika kupita kwenye madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa, alilazimika kusafishwa kwenye birika na neno la Bwana, ndipo aingie patakatifu na baadaye aweze kuingia patakatifu pa patakatifu. Wana wa Haruni waliokufa nafikiri walikwepa kupita kwenye birika, wakapeleka moto wa kigeni kwenye madhabahu ya manukato. Maana manukato aliyopeleka sasa hayakuwa manukato ya Mungu. Kwa nini? Kwa sababu hawajapita kwenye birika. Biblia isemi kwamba hawakupita kwenye birika, lakini nafikiri kwa sababu Musa alisema hili ndilo alilonena Bwana. Alipotoa tafsiri ya wale watoto kufa, Biblia anasema walileta moto wa kigeni wakafa. Akasema hili ndilo alilolinena Bwana, nitatakaswa mimi miongoni mwao wanikaribiao. Kwa hiyo hawakumtakasa Bwana katika lile birika la shaba. Hawakumfanya Bwana kuwa wa pekee, wakafikiri kwamba wanaweza kupita. Na waliambiwa kwamba mtu asipopita hapa atakufa. Ilikuwa wazi kabisa. Kuhani alikuwa akikwepa kupita kwenye birika atakaswe, wanafunga kamba ndani, wanafunga kamba kwenye miguu, alafu wanawekewa na zile wanaita nini, manyanga. Kwa hiyo wakifunga kamba wanasikiliza kwa mbali, wakisikia manyanga wanajua yuko hai. Alafu wakiona kimya, manyanga yasikiki, wanajua huyu ameshaondoka. Wakishajua ameondoka, wanavuta ile kamba, maana hawezi kuingia wao. Kwa walikuwa wanavuta ile kamba, wanatoa mwili nje, ishara ya kwamba ukifika patakatifu na kuwa umekufa. Kinachoishi ni roho yako na Mungu. Ukitoka hapo ujali tena maisha yako, unakuwa kama Paulo anasema, nayahesabu maisha yangu kuwa si kitu, kama uzuri wa kumjua Mungu. Alimjua Mungu wapi? Alifika patakatifu pa patakatifu, roho yake ikakomuni, roho yake ikawa na ushirika na Mungu, ikawa chombo cha maombi kwa ajili ya mataifa. Sasa inategemea hapo Roho Mtakatifu anaomba nini. Anaweza akaomba kwa ajili ya watu kupona, kufunguliwa, ukasikia huzuni, au akaomba watu kupokea vitu fulani vizuri vizuri kutoka kwa Mungu, alafu kasikia furaha huko ndani yako na bubujika maombi. Utaki kitu kingine. Sasa hapo unaweza ukawa ulikuwa unaomba, umekaa kitandani, unashangaa huko chini ya uvungu. Unakuja kushtuka baadaye, kumbe huko chini ya uvungu. Ulienda saa ngapi hujui? Haleluya. The experience is nzuri mno. The experience is nzuri mno. Acha tu. Kama ni mwenzi wako akikuona atakushangaa sana, lakini atashangaa sana huko nje namna ambavyo Bwana anatukuzwa. Atashangaa sana. Kwa hiyo ukiona hapa mtu anaomba na galagala, na wewe shangaa tu, lakini kitaeleweka. Utajua kwamba Bwana amekutana naye. Na utakuwa shahidi. Ulitazama jinsi Mungu alivyokutana naye mpaka anagaragara chini kwenye maombi. Sasa Bwana anapojidhihirisha kwenye maisha yake, ndipo utakuwa unakumbuka, ase kweli alikuwa anakutana na Mungu. Kila tukiomba yani anazama mpaka anapoteza fahamu. Unabakia tu kutoa ushuhuda. Kutana na Yesu mpendwa, mpaka umekutana naye, ndipo atadhihirika kwako. Usirizike na Yesu kudhihirika kupitia watu wengine. Kwani wewe hujakombolewa kwa damu ya Yesu? Kwa nini asidhihirike kwako? Ni sawa, kuna jambo ya kujifunza. Kuna msaada wa Yesu kudhihirika kupitia watumishi wa Mungu, lakini sio utimilifu wa shauri la Mungu katika maisha yako. Kuna namna anataka adhihirike kupitia wewe. Kuna namna anataka umjue binafsi, aseme na wewe binafsi. Na anaposema aseme na wewe, sikiliza mpendwa, lugha ya roho yako haifahamiki kwa akili. Kwa hiyo anaweza akasema na wewe, akili yako isiwe na matunda, nafsi yako isiwe na matunda. Nilikwambia Roho Mtakatifu anazungumza na roho, Mungu anazungumza na roho yako, alafu nafsi inatafsiri kilichozungumzwa rohoni, inapeleka kwenye akili ili kufanyika utekelezaji.
anasema anenaye kwa lugha roho yake huomba, lakini akili yake haina matunda, kwamba ananena maneno ya siri katika roho. Kwa hiyo kumbe roho yako inaweza ikazungumza na Mungu, wakati huo nafsi yako inatengenezwa ili kupokea kile ambacho Bwana amesema na roho yako. Lakini yawezekana wakati huo bado hujaelewa au hujafahamu ndani yako kilichofanyika katika roho, ila taratibu utaanza kushangaa kwamba kuna kitu cha tofauti kwenye maisha yangu. Maisha yangu yako siko kama jinsi nilivyo. Kwa hiyo taratibu moyo wako unaanza kupokea na akili yako inaanza kupokea, unaanza kuelewa kwamba wewe ni wa tofauti. Lakini ujao wa tofauti ulipoanza kuelewa kwamba wa tofauti, ulikuwa wa tofauti roho yako ilipokutana na Mungu. Sio, unanielewa? Hii ni dozi ya watumishi wa Mungu. Haleluya. Natamani Roho Mtakatifu akupe kuelewa. Sasa hii kitu huwezi kuelewa kwa kusikiliza tu. Kuna mambo huwezi kuelewa kwa nadharia, lazima upractice. Nilipojifunza haya mambo ni practice, nikaona ndivyo yalivyo. Uwe chombo cha maombi. Sasa mtu wa namna hii, shauku yake sio kuomba, shauku yake Roho Mtakatifu amtumie kama chombo cha maombi. Kwa maana hata hivyo hajui kuomba. Anaelewa 100% kwamba hajui kuomba ipasavyo, na yuko tayari kuomba maombi ambayo sio sawa sawa. Kwa hiyo anatamani Roho wa Mungu amsaidie huo udhaifu. Lakini mtu ambaye yuko kwenye eneo la kuomba ili kupokea, yeye anaona anajua kuomba, kwa hiyo hayuko tayari Roho Mtakatifu amsaidie udhaifu. Haleluya. Iko tofauti ya mtu anayetaka kuomba na mtu anayetaka Roho Mtakatifu aombe ndani yake. Umeelewa? Hawa ni watu wawili tofauti. Mtu ambaye anatamani Roho Mtakatifu aombe ndani yake na yule ambaye anatamani kuomba ni watu wawili. Utafika mahali pasiri, hapo shetani hawezi kukufuata. Zaburi ya 31:20, Zaburi ya 91 mstari wa kwanza, Zaburi ya 31:20 anasema, utawasitiri na fitina za watu katika sitara ya kuwepo kwako, utawaficha katika hema na mashindano ya ndimi. Kwa hiyo utahifadhiwa, utakuwa salama. Usalama wako ni kukaa uweponi kwa Bwana. Haijalishi unapopita, haijalishi changamoto, majaribu na mambo unayopitia katika huduma. Sikia mtumishi wa Mungu, usalama wako ni kukaa uweponi kwa Bwana. Usalama wako ni kuketi mahali pasiri. Achana na mambo yanayokusumbua, tafuta kuketi mahali pasiri. Anasema aketie mahali pasiri pake aliye juu, atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Kwa nini ni mahali pasiri? Hakuna anayekaa ila roho yako na Mungu. Hakuna anayepafahamu ila wewe na Mungu. Unajua, namtafakari Mungu, naona waajabu sana. Kuna namna ambavyo anaweza akafanya kitu kwa kiumbe fulani, alafu viumbe vingine vyote wasijue. Maana anasema atakupa jina ambalo hakuna anayelifahamu. Kama atakupa jina ambalo hakuna anayelifahamu, maana hilo jina unalijua wewe tu na Mungu. Hakuna malaika, hakuna mwingine anayelifahamu, ni yeye tu ambaye analifahamu. Najua Lucifer alifikiri kwamba amemjua Mungu katika utimilifu. Angemjua Mungu, nafikiri pamoja na kukaa kwenye sifa, pamoja na mambo yote aliyokuwa amepewa, lakini bado kuna vitu alikuwa ajui. Mungu atusaidie sana. Utafika mahali panapozungumzwa katika Zaburi ya 42. Ngoja nimalize hapa, niruhusu maswali. Naona sasa ni saa 12 na dakika 23. Zaburi ya 42. Anasema mstari wa 7, kilindi chapiga kelele
chapigia kelele kilindi, na sauti ya maporomoko ya maji yako, gharika zako zote na mawimbi yako yote yamepita juu yangu. Anasema kilindi chapigia kelele kilindi, maana yake unazama ndani ya Mungu, unakuwa ndani ya kilindi cha uwepo wa Mungu. Na ukiwa ndani ya kilindi cha uwepo wa Mungu, kilindi kitapiga kelele kwa kilindi. Maana yake kuna namna Mungu atasema na wewe kwa namna ambavyo hajawahi kusema na wewe. Atasema na wewe sawasawa na ulivyozama ndani ya Mungu. Utaona vitu ambavyo haujawahi kuviona. Anasema kwamba aliyasikia maneno ambayo hayatamkiki. Paulo anasema nalienda mbingu ya tatu. Namjua mtu mmoja ambaye alifika mpaka mbingu ya tatu, kwamba alikuwa katika mwili au sijui kwamba, lakini alisikia maneno yasiyoneneka. Sasa kama hayaneneki ameyasikiaje? Au unaweza ukasema anamaanisha yaneneki kwa maana ya kuyatafsiri au kuyaeleza. Sasa lazima utamani kilindi kipige kelele juu ya kilindi, lakini mpaka gharika zipite. Maana kilindi kinagarika huku juu. Lazima kwanza, ukitaka kuzama kwenye kilindi cha bahari, lazima kwanza huku juu pambane na mawimbi. Lazima mawimbi ya kutengeneze gharika zote zipite za kwenye bahari, ndipo utafika kilindini. Kwa hiyo anasema gharika zako zote zimepita juu yangu. Hata unaweza kafikiri ni adhabu. Sio adhabu hapa, azungumzia habari ya adhabu. Anazungumzia habari ya kutengenezwa ukakaa uweponi kwa Bwana. Acha Bwana akusaidie, uwe na kiu, usitulie mpaka umekutana naye, na ni jambo ambalo unatakiwa ukutane naye kila siku. Kuna mtu mmoja anaitwa D.D. Moody ambaye alitamani akasema, kutatokea nini mtu akijitoa kabisa kwa Bwana? What will happen when someone is totally committed to God? The world has never seen what will happen when someone is totally committed to God. Kwa hiyo akajitoa kwa Mungu, alibisha mpaka akafika kipindi Mungu alitembea naye. Hakuwa anajua Kiingereza, hakuwa na huduma ambayo kwa wakati ule wanasema ya wastaarabu, maana nahubiri sokoni na watu kwenye mchanganyiko ya watu, lakini nguvu za Mungu na udhihirisho wa Mungu ulikuwa mkubwa kwa kiwango ambacho ikabidi amwambie Mungu, ukiendelea namna hii nitakufa. Wewe umewahi kufikiri mtu anaomba Mungu amuondolee uwepo wake? Akawa anapokea vitu mpaka asivyovihitaji, akabadilisha dunia. Nenda katika search kagugu D.D. Moody, ambaye ni mwanzo wa Moody Bible School, Moody College of Bible School. Akabadilisha dunia kwa kutamani kujitoa kabisa kwa Bwana, kwa kutamani kukutana na Mungu aliye hai. Watu waliobadilisha dunia wana historia ya kukutana na Mungu. Benini anasema aliomba mwaka mzima.